na alishatengenezwa kujua kabisa mume nafasi yake ni ipi kwenye maisha yake. Kuheshimu hakuji kwa sababu labda ana elimu au ana nini. Anapaswa amheshimu kwa sababu ni mume wake. Lakini kama alishakubali yes I do. Yes. Kwamba huyu ni mume wangu bila kujali uwezo wake. Sasa labda umempenda. Unajua kuna vitu vingi vinaweza ikafanya ukakubali kuolewa na mtu. Ndio. Sasa kwa sababu tu ulishakubali, lazima wewe sasa ujifunze njia ya kunyenyekea. Okay. Ili ujue kwamba yeye ni covering wako. Kwanza kuna ile kitu kingine itaonesha humheshimu mume wako. Kumuongelea vibaya. Kukaa na ndugu zako, kukaa na marafiki, unasema wamumjue yule. Unajua unaanza unasema yale madhaifu yake yote unayamwaga hapo, na ile ambao watu walikuwa hawajui unaisema. Tayari pale ni ishara kwamba haumheshimu. Okay. Haumheshimu, na muongelea yale madhaifu unayasema kwa watu, unasema kwa wazazi wako ama kwa marafiki zako. Huyu mnamuona hivyo lakini hamumjui. Mniulize mimi. Unaanza unaanza unamueleza. Huyo tayari haumheshimu mume wako. Sawa. Kumbe unatakiwa tu kuipeleka mbele za Mungu na kuomba ili Mungu afanye jambo. Amina. Unaona? Ndio. Labda tuingie kwenye mfano kabisa halisi. Sawa. Tuone kwenye kulingana na maandiko. Jambo ambalo limfanya kabisa mtu akawa amemfanya off. Kwa ajili ya nini? Alimdharau. Katika Samueli wa pili sura ya 6. Samueli mstari wa 16 hadi 23. Pasa alisema tutoe mfano halisi. Samueli wa pili sura ya 6 mstari wa 16 ndiyo mpaka 23. Biblia inasema, ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, akamwona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Moyoni. Hajaongea hata, lakini moyoni. Akamdharau. Anasema wakaliingiza sanduku la Bwana na kuliweka mahali pake katikati ya hema aliyoipiga Daudi kwa ajili yake. Naye Daudi akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Kisha Daudi alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani, akawabarikia watu kwa jina la Bwana wa majeshi. Mstari wa 19. Akawagawia watu wote, mkutano wote wa Israeli, wanaume kwa wanawake, kila mtu mkate wa ngano na kipande cha nyama na mkate wa zabibu. Basi watu wote wakaenda zao, kila mtu nyumbani kwake. Mstari wa 20, Biblia inasema, ndipo Daudi akarudi ili awabarikie watu wa nyumbani mwake. Na Mikali binti Sauli akatoka aje nje aende kumlaki Daudi. Naye akasema, mfalme wa Israeli alikuwa mtukufu leo namna gani, akijifunua mwili wake mbele za vijakazi vya watumishi wake, mfano wa watu baradhuli, mmojawapo alijifunuavyo mwili wake mbele ya watu asipokuwa na haya. Daudi akamwambia Mikali, ilikuwa mbele za Bwana aliyenichagua mimi juu ya baba yako na juu ya nyumba yake, ili kuniweka niwe mkuu juu ya watu wa Bwana, juu ya Israel. Kwa hiyo mimi nitacheza mbele za Bwana. Kisha nitakuwa hafifu zaidi, nami nitakuwa mnyonge machoni pangu mimi mwenyewe, lakini kwa wale vijakazi ulionena kwao nitaheshimiwa. Mstari wa 23, basi Mikali binti Sauli hakuwa na mtoto hata siku ya kufa kwake. Acha tuiongei. Uone disrespect gisi ilivyo kitu cha ajabu. Hivi ni machoni pa Mungu. Yeah. Huyu kwanza tumuanalyze huyu Mikali. Huyu Mikali alikuwa ni princess. Ndio. Alikuwa ni mtoto wa Sauli. Na unaona kila wakimwongelea wanatia tena in bracket mtoto wa Sauli. Yaani kuisitizia kwamba huyu alikuwa princess. Yaani binti mfalme. Yes. Sasa alivyoolewa yeye ni princess tayari. Anaolewa na mtu ambaye alikuwa tuseme ni mtu wa kawaida. Yeah. Unaona? Kama dharau sikanaanzia pale. Yeye alikuwa high class. Alikuwa princess. Huyu ni neema imemfanya tu akainuliwa, lakini alikuwa mtu wa porini. Kwa hiyo hata kwenye tabia zake tayari yeye alikuwa anajionekana kama yeye ni malkia hivyo. Alafu hawa watu wanavolelewa kipalas wanafundishwa ile kutokuongea na watu wote.
Okay. Yaani huwezi kuongea na vijakazi, huwezi, ni class, upper class. Upper Daraja class. la juu. Watu wa juu. Kwa hiyo huwezi kuongea na mfanyakazi, huwezi kuongea na mlinzi, huwezi kuongea, yani wewe ni princess wa kuserve wa nini, kitu kama hicho. Sasa huyu watu wametoka tu maisha ya kawaida. Yes, ana wafanyakazi, yes ana hivi, lakini hakulelewa katika hiyo hali ya kudespise certain people. Na Sasa, kuwadharau. na kuwadharau, hakulelewa yani ile kipalas. Sasa huyu aliyo complain ya kwanza ni kwamba alijiexpose kwa vijakazi. Yaani ni kama alivyokuwa alikuwa anacheza nao kama same class. Wakati yeye anataka kumkumbusha kwamba wewe ni mfalme. Umejishusha hivyo wewe. Umejishusha hivyo kwa hao watu, mpaka nguo umetoa, mpaka nini? Unaona? Kwanza alimdharau moyoni, Biblia ilisema. Kama alimdharau moyoni ni kwamba huyu angetakiwa aolewe na mtu ambaye naye ni prince. Wa level zake. Wa level zake. Sasa ameenda akaolewa na mtu ambaye kwa neema amepewa viwango. Lakini kuna vitu anavyovifanya huyu moyoni ana despise. Alivyo despise moyoni, haikuisha moyoni, akaanza kumkemea kwamba umejidhalilisha mbele ya vijakazi, na yeye hajawahi kuona baba yake akimglorify Mungu. Yeye walikuwa zaidi wanafanya vitu ambavyo mfalme ndio ainuliwe peke yake. Sawa. Lakini huyu anaona ule umuhimu wa kuleta ile sanduku. Kwanza alivyoenda kufanya hiyo kurejesha hiyo sanduku, mke wake hakuhusika. Na hiyo ni pointi nyingine ambayo tutaiongelea, kwamba kumrespect mume wako ni kusaidiana ni kuwa msaidizi katika ile project ambazo anazifanya. Huyu alifanya project kama ni iko mwenyewe kabisa, kama hana tamke wa kumshauri ana nini. Lakini inawezekana kuhusishwa kwa sababu alikuwa anajua mambo yake yule mwanamke labda Daudi. Ndio maana kumhusisha. Yaani inaonekana tu hakuhusika. That's number one. Ama hajahusishwa ama lakini hakufanya chochote. Hajawahi kuona sanduku ya agano. Babake amekaa miaka ngapi hajafikiria kwenda kuileta. Kwa hiyo yeye hakuona kwanza kama ni muhimu. Kwanza huyu anapoteza muda kwenda kurudisha hiyo sanduku nini, alafu anavyoirudisha hivyo kucheza na vua hapa. Sasa kuna ile kucheza, unatoa ile effort na nini, anajidhalilisha mbele ya wafanyakazi. Na haikutoshi, anaanza sasa kumkemea. Na alivyomkemea, sasa alimkemea tu hadharani hivyo. Umejidhalilisha, sijue nini. Sasa amemput off tayari kabisa. Huyu naye akamjibu, badala ya kusubiri apokee na zile baraka kama huyu ni priest, ni king, apokee gisa alivyobariki nyumba zote na watu wote. Biblia inasema alikuwa ameenda kabisa kubariki sasa nyumba yake. Ule mwanamke akamvuruga kwamba umefanya hivi, umejidhalilisha mbele ya vijakazi, sijue nini. Akamwambia, namchezea huyu Mungu wangu aliyemtoa baba yako kwenye kiti, akaniweka mimi, na nitacheza tena zaidi. Tena ukisoma sasa pastor, hiyo pointi aliyoisema pale chini, mbele hivyo vijakazi mimi nitaheshimika. Unajua alimwambia huyu baba. Amesema Daudi akamwambia Mikali, ilikuwa mbele za Bwana aliyenichagua mimi juu ya baba yako na juu ya nyumba yake. Aliwanyang'anya ufalme kwa maneno mengine. Niweka ndiye mkuu juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli. Kwa hiyo mimi nitacheza mbele za Bwana. Soma hiyo ya chini hapo. Kisha nitakuwa hafifu zaidi, nami nitakuwa mnyonge machoni pangu mimi mwenyewe, lakini kwa wale vijakazi uliowanena kwao nitaheshimiwa. Unaona hiyo pointi? Kwao hao uliowadharau mimi, kwao wataniheshimu. Kama wewe mwanamke hujue kuniheshimu, hao wataniheshimu. Unaona hiyo pointi? Kitu kinachofuata anasema kwamba hakubeba mimba tena. Sasa ukisoma hizo comment, wengine wanasema hajamwendea tena. Hajatembea naye tena. Ndio alimalizana naye pale. Yaani ameput off. Utakula kiburi chako. Wengine wanasema ni Mungu alifanya. Lakini ukiangalia vizuri, inawezekana hata hajatembea naye tena. Huyu ambaye haniheshimu hivyo. Hao uliowadharau wataniheshimu. Wewe kula jeuri yako. Ndio hili tuambia wiki iliyopita replacement.
Ile replacement theory. Ndio Umeleta hiyo, kiburi. kwa sababu mimi nitawezaje kuwa mume niwe excited niingie kwenye tendo la ndoa si mpaka nimesha nisisimuke. Sasa unanizima, unavyonizima hivyo mimi nitapata tena ile sisimuko itatoka wapi? Umenizima tayari. Hii kitu powerful. Umenizima, unavyonizima mwili wangu umeuzima pia. Zima kila kitu. Sasa hiyo kukosa mtoto wewe unafikiri nini? Amezimwa hapo, yani hamna kitu tena. Kumbe kuzima inaleta ganzi. Mpaka mwanaume asisimuke ni mpaka aone kwamba amefanywa mfalme nyumbani kwake. Na ndio anakuwa mfalme kweli kweli. Lakini unavyomzima, mimi naona leo utapokea maswali mengi sana kutoka kwa wanaume na comments nyingi zitatoka kwa wababa. Niwakumbushe namba basi. Wakumbushe namba. Sasa niwachekeshe kidogo hapo. Nilikumbuka nilivyokuwa naandaa hii somo. Nilikumbuka kuna mama fulani alikuwa amepata mchumba. Ndio. Na ule mama ni msomi kweli kweli. Ana cheo kikubwa. Alikuwa amepata mchumba. Sasa wakawa wamegombana. Si unajua saa nyingine watu wanaweza wasielewane wakawa wamegombana. Sasa huyo mchumba ni watu walikuwa tena wenyewe hawajaokoka kiivo. Sasa ule mama ndio ameingia kwenye wokovu. Tunaomba naye, anasema kuna mtu nampenda lakini kuna kitu fulani ilitokea, tukawa kabisa tumeambizana maneno mabaya. Kwa hiyo tunatakiwa mnisaidie kuomba ili mume arudi. Si ndio? Basi tukaingia, mimi nikamwambia tuingie kwenye kufunga. Tukaingia kufunga na kuomba. Sasa tulivyoenda sasa kumalizia yale maombi pamoja na papa na ule mama, papa akamuuliza kwamba mlivyogombana ni maongezi gani mliongea katika kule kugombana? Akasema mimi nilijua kwamba ana girlfriend mwingine, alafu na mimi hasira walivyoniambia nikagundua ni kweli, alivyokuja kuniona nikamtukana. Ulimtukana nini? Akasema si unajua ile matusi yale ya dunia. Kwamba inatisha takoga. Akasema nilimtukana bwana, lakini nilimtukana tu si baya. Ulimtukanaje? Akasema nilimwambia hauna kitu katikati ya miguu. Papa amemmaliza. Papa alifanya nini? Alifunga diary, akafunga Biblia, akasema case close. Hiyo hamna kurudi nyuma. Papa alimwambia case close. Finished. Nikasema mbona unasema hivyo? Sasa si ndio tunamwambia aseme mimi siombi. Case close. Unawezaje kumwambia mume kwamba hauna kitu katikati ya miguu? Pale umemaliza uume wake. Huyu mume hata kaa rudi, hata yani case close. Tuongee chapter nyingine, amefunga hivyo. Yule mama akasema akasema mimi nakwambia hakuna mwanaume utamtukana tu si kama hiyo arudie kwako akuoa, haiwezekani. Case close. Na kesi iko close mpaka leo. Amemzima sasa. Unaweza kumtukana mtu kwamba hauna kitu katikati ya miguu alafu akuoe. Nafikiri huo na huo mwili hautasimama hata. Mfano mzuri sana wa hiyo, anabomoa kwa mikono yake mwenyewe. Unaona kutumia maneno. Yes. Hilo neno alianza hapa mama kulisema contempt. Nilikuwa najaribu kuliangalia kwa kina. Wanasema kwamba saa nyingine unatumia maneno kuvunja, saa nyingine unatumia facial expression, saa nyingine akasema hapa disengage. Yani unajitoa tu kwamba kwenye maongezi, niendeleeni tu. Sasa huyu mama naona alitoa kubwa yake. Na ukweli wakati tunajiandaa kwenda break kidogo, hata tukifuatilia mambo mbalimbali kwenye jamii, kuna maneno magumu sana wanawake wamekuwa wakiyatamka kwa wanaume. Nasikia mwanamke anamwambia mume wake mwanaume suruale,
labda ni kwa sababu ameshindwa kutoa huduma mbalimbali. Ndio maana nikasema hapa kwenye malezi Mungu Roho Mtakatifu aingilie kati. Kwa sababu kama mtu hajatengenezewa nidhamu ya kumheshimu mume wake, yeye anasubiri alete chakula mezani ndio amtambue kama ni mume. Anasubiri labda atoe matumizi, labda ameshindwa ndipo amheshimu. Yaani si tuna mtazamo kwamba akiwajibika ndio atapewa heshima. Na si kwa sababu tu ni mume bila kufanya chochote. Na ndio maana tunarudi hapo mara nyingi ukiwaambia watu kwa habari ya kutii na kuheshima, anakuuliza ni mtii nani? Ni mheshimu nani? Natamani tuende break mama, alafu turudi. Msikilizaji, tunakwenda break kwa dakika chache. Wewe ambaye unaungana na sisi kwa mara ya kwanza, hii ni Save My Marriage. Case closed. I'm telling you. Tuko hapa na Apostle Tris. Ninaamini unaendelea kupokea mafundisho haya, na hata kama kuna mahali unaona kabisa ni kama Bwana amekusema, basi una nafasi ya kutengeneza pale mwishoni. Unaweza ukauliza swali kwa nambari ya simu hapa studio 0672510110. Nikukumbushe tuko live pale YouTube, andika Zion Impact Media TZ. Acha tupokee mafundisho haya, alafu Bwana aingilie kati atuweke huru. Dakika chache tunarudi. Mimi nafurahia uzuri wako mpenzi, tena nitasimulia uzuri wako mpenzi. Huyu ni Jackson Bente anakuambia nitasimulia uzuri wako mpenzi, ili watu wote wajue wewe Yesu mpenzi mwaminifu. Wakati mama anazungumza hapa kwa habari ya hiyo heshima ambayo wanawake wanapaswa kuionyesha kwa ume zao, nikawa naangalia ile Efeso 5. Biblia inasema tufanye hivyo kama kwa Kristo, si kwa sababu ni mzuri, si kwa sababu hakosei, ila ni kwa sababu ni wajibu. Sasa si tunasubiri awe mtu mwema sana, afanye vizuri sana, ndipo tuheshimu na kutii. Mama, karibu tuendelee tafadhali. Ndio. Kwa hiyo nilisema kwamba mwanamke mpumbavu ibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Ndio. Unajua hii relationship, hizi fellowship, hii mume na mke, Ndio. hata kwenye tendo la ndoa, ni hisia zikiwa Sisimuliwa. zimevunjwa Zimevurugwa. Okay. tayari hauko kwenye mundi tena ya kuwa kama mume. Kwa hiyo ndio maana unatakiwa ku make sure kwamba hisia za mume wako umezitia katika ile hali ambao furaha itajitokeza, ile heshima itamfanya afurahi, ile kuwa umemsahavu, umemwambia vizuri. Matokeo ni kwamba zile hisia zake zitakuwa vizuri, alafu atakuwa mume juu yako. Okay. Sasa ukiwa umemzima, umemfanya kama hivi, unaona Daudi alijibu neno baya sana, alimtukana actually. Alimwambia kwamba namchezea Mungu aliyemondoa baba yako akanipa ufalme. Yaani alikuwa tayari ameshakasirika. Sasa mtu ambaye amekasirika namna hivi, unafikiri kwamba hisia za kuwa mume juu ya mke zitatoka wapi? Haziwezi kuwepo. Na sasa kama amemkumbusha kwamba mimi ni princess, yaani naye alimwambia wewe hauna uprincess wowote, maana mimi ndio mfalme. Mungu ametoa kwa baba yako na uzao wake kwa nyinyi wote, yaani ule uprincess unaoonesha hauna tena chochote hapo. What are you expecting? Kwamba huyu ataendelea kuwa mume kweli juu yako na umesha mzima, umemput off. Sasa uta expect kwamba atasisimuka tena awe mume juu yako namna gani? Haiwezekani. Ndio maana unaona wanaume wengine hata anaenda anaanguka kwenye infidelity, lakini sio kwamba alikuwa hampendi mke, ama sio kwamba ana uzinzi, lakini anaenda kwa ule ambaye atamsisimua hisia zake vizuri, atamheshimu, atamfanya asisimuke, atajifanya ajisikie mimi ni mume. Sasa ukisha nizima kusikia mimi ni mume, tayari hamna kitu kitakapoendelea hapo. Na unaona kwamba hapa nje watu ambao wanataka kuolewa wana maneno mazuri kweli. Wana maneno mazuri, wanaongea vizuri. Wewe umeshaona tu ni mume wangu, alafu Mungu hapendi divorce, unakaa tu hivyo. Unajua tu kwamba for better for worse ni mume wangu.
Utakuwa replaced. utakuwa replaced. Utashangazwa. Utashangazwa Eh. kwa sababu yeye bado anahitaji kuwa mume wa mtu anayemheshimu, mtu anayemwambia maneno mazuri, mtu ambaye anajifanya kabisa hizo hisia zake zote zinasimama. Huko ndio atakapoenda. Na akasema kwa wale ambao unawaona ni vijakazi, kwa wale nitaheshimika. What do you expect? Unafikiri amemaanisha nini pale? Inabidi tujiongeze. Amemaanisha nini Anaweza pale? nikapata hata mmoja kutoka kwa vijakazi. Wewe si una adabu wewe. Ambao wananiheshimu huko. Naelekea huko. Hii kitu ni somo kubwa sana. Sana pastor. Nilikaa nikasoma Biblia, nikapasoma tena. Ase. Amebomoa mwenyewe. Kwa hiyo ina maana Kwanza alimdharau moyoni, Moyoni. alafu akamdharau kimaneno. Maana Biblia inasema kimtokacho mtu kimjaza. Kwa hiyo yule mama akaona kama vile haitoshi, iko huku ndani, acha niitoe. Kumbe ndio ikamtia kwenye shida kubwa zaidi. Kwa hiyo ina maana Apostle, kuna wakati mwingine unakuta kama labda mume nyumbani, labda haleti matumizi, labda vitu ni vizito, labda anarudi amechelewa. Kumbe ni wewe ndio sababu. Jinsi ambavyo unatembea naye, unavyomuonesha labda umemdharau, unavyomuonesha labda hana maana. Kwa anajikuta kwamba badala ya kuhudumia hii familia, kwa sasa mmenidharau, jicho liko sehemu nyingine. Yamkini anaweza kuwa hata atoki nje ya ndoa, lakini tu moyo umekatika, yani hana tena hiyo furaha ya kuhudumia. Kumbe ni kwa sababu wewe unamuonesha dharau. Kwa hiyo kuna wakati mwingine wanawake tunaweza kuwa tunapiga kelele kwamba mume wangu sijui hivi, kumbe ni mimi ndio niliyemsababisha yeye amefanya hivyo kwangu. Alafu pastor, mtu kama yule utaanza kumjua namna gani? Unamuuliza swali, maneno mawili amemaliza. Hakujibu tena ile, hana interest tena ya kuongea. Anaongea maneno mawili, amewasha gari, ameenda. Ndugu wasikilizaji, naamini tunajaribu kujiidentify na haya tunayozungumza hapa, kwa sababu yapo, ni kweli na yanatukuta pia. Kwa hiyo kumbe, angalia jinsi unavyojibu. Ukijibu tu visentensi vifupi hivyo, angalia, inawezekana kabisa tayari huko kunakuwa vitu vya dharau vimeingia, na network imeshakata hapo, imekata kabisa. Lakini kwa vile sasa tayari huyu ni baba, ni mume, yupo tu pale, wanazungu wanasema ana hang on there, lakini kuna shida. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba leo tunasikia mambo kama haya, na mimi naamini kabisa tukiyazingatia, kuna watu wengi tutavuka hapa. Sawa. Na hasa sisi tuliokoka. Maana mama amesema neno pale, wakati mwingine unafikiri tu kwa sababu mmeapa kwa raha, for better or for worse, kwamba ataendelea kuwepo hapo tu, au kwa sababu ameokoka, unajua hawezi kuchepuka, lakini kuna mwili ni mwili tu. Si ndio? Jambo lingine ndio ni ile kutokukubaliana na mawazo yake. Kutokukubaliana na mawazo yake nayo ni kama dharau. Kwa mfano, anasema nilikuwa nafikiria mke wangu, nilikuwa nafikiria kwamba labda kwenye hiyo hela tufungue labda kwa mfano dry cleaner, tufanye project fulani ya dry cleaner. Wewe unaanza kwamba hamna cha dry cleaner hapo. Hamna cha dry cleaner hapo. Yaani unamkata haso, yaani hautaki hata kusema kwamba hata usikilize acha niache kwanza ugali nije nisikilize vizuri. Tuangalie ili wazo inawezekana tukatoka huko kwenye hali ngumu. Unawaambia tu mimi sioni hata hiyo cha dry cleaner hapo ama nini. Hamna kitu kama hicho. Hiyo nita unakata juu kwa juu. Yaani unamzima kabisa, yaani hata haumuoneshe kwamba okay, tutaifanya kwa njia gani baba? Wewe unaona kwamba umeiwaza wazaje? Na mimi nione kwanza labda niende mjini pale kwenye hiyo niende kuiona hiyo dry clean. Nione kwamba ni mashini gani. Wewe umesema tu hamna kitu kama hicho. Wewe unafikiria nini kweli? Hiyo si ni kukosa heshima. Kabisa. Yaani ni kama ile ile shauku ya self, yani ile kuwa na mawazo kwamba tunaweza tukafanya hivi, badala na wewe kumencourage, lakini ni kweli tuliombee tuone kama litakaje.
umeshalikata hiyo ni ishara kwamba unamdharau. Unamdharau, hata mawazo yake hauyapatie nafasi. Hiyo imeeleweka Kwa hiyo inakuwa ni bora tena kwa wanaume ambao wanakataa wazo alafu baadaye wanalikubali kuliko huyu anayekata jukwani. Unajua sisi zetu sasa tunaweza tukakataa ile basi tukuonyeshe kwamba umo alafu baadaye unalifanya kimya kimya lakini au unalileta kama wazo lako. Au unaleta kama wazo lako wewe. Hiyo ni bora kuliko hii ya kukata jukwani. Kukaa juu kwa juu. Unaona Ndio. Kingine ni ile tunaongea kuhusu zile ishara za kwamba unamdharau mwenzi wako. Unamdharau. Kwamba unaweza ukafanya vitu lakini usijue kama ni dharau, huko imejificha. Kwa mfano mmekuwa na argument ambao imewafanya labda mkaongea hivyo vibaya. Alafu baadaye unaona kwamba kulipiza kisasi sasa unamuima sex. Unamnyima tendo la ndoa. Kichwa kinauma. Leo naumwa kichwa. Sijui ni wakati mlikuwa mnacheka kabisa, ulikuwa vizuri, lakini mmeingia chumbani unasema mimi baba kichwa kinaniuma leo. Umekataa. Sasa unavokataa hivyo ni kama unampunish. Kwa ile pia ni hali ya kumdharau pia. Ni dharau kwa sababu yeye ni mume wako. Amekuoa, ametoa mahari, kila kitu. Ana ile need. Sasa wewe unamuona kwamba acha nimkaushe kwanza, nimkatalie hiyo kitu alafu ndio ajifunze adabu. Kushikisha adabu. Anatumia hiyo kama silaha. Fimbo ya kuchapa. Fimbo ya kuchapa. Hiyo ni dharau. Ni dharau. Okay, siseme kwamba unatakiwa tu kwenda tu kama robot, kwamba hata kama mliambiana vibaya tu lazima tu utii. Kuna hiyo hali ya kuripei, kwamba uliambia mtu vibaya mnaombana msamaha pale, lakini huwezi kuamua kwamba sex imekuwa njogisi ya kumpiga fimbo. Sasa unavyofanya hivyo, we una uhakika gani kwamba hataenda kutafuta mahali pengine? Kwa sababu Biblia imesema vizuri kabisa kwamba badala ya kuchemka ama badala ya kunani oa, bora uoe. Ni kaudhaifu fulani ambao Biblia imekahesabu kama kaudhaifu, kwamba kama hautaweza oa. Sasa kama umeoa na mtu ndio anakunyima hivyo, kale kaudhaifu unakabeba wapi hapo? Hapo sasa ndio inasababisha mambo mengine kwenye ndoa. Biblia ilishakaita ni kaudhaifu kama huwezi oa. Sasa kama naoa unafunga hapo, na hawezi, atafanya nini? Kwa hiyo unamsababishia makwazo. Na Biblia inasema ole wake asababishaye makwazo. Na ushauri sahihi hapo panatakiwa paweje sasa? Huyu mwanaume kakosea, na mwanamke badala ya kumnyima anapaswa wafanyeje ili warudi kwenye hiyo ibada yao bila Biblia imesema msinyimane. Biblia iko wazi kabisa. Isipokuwa kama tu kuna faraga na nini. Atakubembeleza, lakini na wewe mwishoni lazima ulainishe moyo. Rudisha moyo. Pastor, nimeuliza kwa niaba ya msikilizaji. Ndio hiyo sasa nasema kama mama anavyosema, yule mwanamume lazima ataendelea kukubembeleza, lakini na wewe ubembelezeke. Umeona Yaani kama vile unasema ukipendwa pendeka. Usiendelee kuwa usifanye moyo wako mgumu. Comply. Kubaliana na ile hali. Sawa. Tuendelee mama. Ingine pointi ambao kabisa nao ni mbaya mbele ya wanaume ni ile kupaza sauti juu ya mume wako. Hata kama amekosea, ongea naye kwa taratibu. Ni master, is your master. Ongea taratibu, usiinue sauti juu yake. Ukiinua sauti juu yake ni ishara ya kumdharau. Kwa unakuta ya kwamba wakati mwingine mnakuwa labda mpo kwenye mazungumzo na kuna hasira ama majibizano fulani. Kwa pale kama wanawake unatakiwa uwe mwangalifu kwamba hata ninapojibu bado sauti yangu iwe chini. Yaani nisionyeshe kama vile shut up. Ngoja mimi ndo niongee kitu kama hicho yani.
Kama umeona wengine alivaa kaptula kabisa kaenda kupigana na mume wake, amevaa kaptula, amepasa sauti, unashanga unasema kuna wanawake wengine sijui wamejifunza karate ama wamejifunza nini. Kwa hiyo madharau hayo yote ukiyajumlisha, hayo yote ni madharau. Okay. Kama umesema I do, yes I do, ni kwamba umekubali huyu mtu awe master juu ya maisha yangu. Kwa hiyo lazima umake sure kwamba heshima ipo katika hilo jambo. Nakumbuka ni tulivyoana na mume wangu, so unajua ile kwenye honeymoon mnaenda mnaongea, navyopenda hivi, sipendi hivi, yaani watu wanaambizana navyopenda, sipendi kile. Nakumbuka kabisa mume wangu aliniambia, Tris, akasema hata kama itatokea kwa bahati mbaya nakosea ama nakufanya kitu unajisikia vibaya, naomba usiinue sauti juu yangu. Yaani kama kuna kitu sikipendi ni kuinua sauti. Sipendi mwanamke anainua sauti juu yangu. Unajua ile kitu iliniingia kama sindani mapema kabisa. Yaani maisha yetu yote mpaka mwisho sijawahi kuinua sauti yangu juu yake. Yaani iliniingia hivyo, yaani hata kama huko mwanzoni, ndio nawaambia, mwanzoni unalia, mtu anaweza kuwa amekuambia kitu unalia, ata make sure ananiita mara ngapi yote, yaani ili nisiongee vibaya itabidi nitulie, itabidi nilie ama nibembeleze, alafu ndio niongee. Sijawahi kuinua sauti juu yake. Mpaka watoto wanasema, mama, tunaenda kwenye mafamilia zingine, yani wa baba na wa mama, unakuta chumbani wanaongea, nyinyi inakuwa sijawahi. Kwa sababu mmeshaambizana na umeshajua huyu mtu hapendi kikitu. Sasa utakifanyeje? Hauwezi. Itabidi ujitulize mwenyewe, utafute njia fulani, lakini utakavyoongea uongee kwa upole. Kwa hiyo msikilizaji, na wewe usije ukainua sauti juu ya hizo master. Usiinua hata kama amekosea. Yeye ni mwanadamu, yeye sio malaika. Tafuta njia fulani ya upole umwambie. Hiyo itafanya tena atakupenda zaidi, atakubembeleza, atakufanyia, yani ndio hivyo. Sasa watu kwa nje wanaweza ona huyu mume wake anampenda, kumbe ni hiyo jinsi na wewe umejipanga. Kabisa. Umemtia kwenye hali ya fulani ambayo anakuheshimu, umemtia kwenye hali fulani ambayo anaendelea kukupenda. Upendo unaendelea kwenda. Unajua upendo sio mathematics, kwamba inakaa upendo unapanda ama unashuka. Kwa hiyo kuna vitu vinaweza fanya upendo unashuka, kama ile kukosa heshima inashusha upendo, lakini kumheshimu mtu inafanya nini? Inapandisha upendo. So naona Matilda leo unatafakari, unaniangalia au umeshainua sauti mara moja? Ninakuelewa mama. Unajua wengine kwa asili tu sauti ni kubwa, sasa inahitaji neema kidogo. Kwa hiyo ninakuelewa. Kama una sauti kubwa lazima uishushe. Amina. Lazima uishushe, yani hata kama Mungu amekupa kipawa, amekupa sijue nini, ukifika nyumbani switch. Amen. Switch. Kwenye kiofisi, kaa kiofisi. Ukifika nyumbani switch. Una switch, unakuwa mke. Yeah. Kuna wakati pastor alikuwa anatufundisha, Pastor George, akawa anasema kwamba mwanamume na mwanamke wana complementiana, yani wanajaziliziana. Maybe that's the right Swahili word, sijui. Yani kwamba ukiona udhaifu wa mwenzako, ina maana wewe hiyo area you are strong. Lakini ukiona kule maeneo ambao wewe uko weak, mwenzako yuko strong. Sasa nataka niilete kwenye hii discussion ambayo tunaiendeleza sasa hivi, kwamba unakuta kwamba mwanamke labda anadharau, lakini unaweza kukuta kwamba mimi nitamdharau mume wangu kwenye eneo hili, kumbe ni ile eneo tu ndio yeye yuko weak, lakini mengine yote yeye yuko strong. Sasa ina maana mimi nitakuwa ni mjinga kwa sababu gani? Yale ambayo je mimi niko weak, yani ambayo mimi nina madhaifu, yeye yuko strong. Je na hiyo na yeye anidharau, sasa itakuwa nyumba ya kudharauliana. Kwa sababu hamwendi popote. Hamwendi popote, kwa sababu kama mimi nina sifa fulani, yani nina kitu fulani niko vizuri sana,
uwe na uhakika hilo eneo nimeletwa na mwenzangu ili nimsaidie. Yeah. Na kama kuna eneo ambalo mimi najiona kama ni mnyonge, sijiwezi vizuri, nina udhaifu, ina maana mwenzangu hilo yuko juu. Kwa ina maana hakuna haja kumdharau mwenzako kwa sababu lile eneo ambalo labda wewe unaona niko vizuri, mwenzako kweli ni mdhaifu, lakini lile eneo ambalo wewe ni mdhaifu, mwenzako yuko vizuri. Kwa unaona it strike yani ina strike balance fulani. Yes, yani kila mtu anamcompliment mwenzake. Kwa kuna hakuna sababu ya ku look down, yani kumdharau mwenzako. Yes, yeah. Ndio nitaka tu nichangie hilo. Amina, tuendelee mama, bado tuna dakika kadhaa. Msikilizaji, nambari zangu za simu hapa studio ni 0672510110. Niombe radhi kwa wale waliokuwa wanatufuatilia pale YouTube. Tuna changamoto kidogo ya kimtandao, lakini kipindi hiki kitakuwepo kuanzia kesho, tutakiweka pale. Kwa hiyo unaweza kuendelea kunitumia message, unauliza swali, unaomba ushauri kwa 0672510110. Kumbuka 5 kamili ya usiku tuna sign out. Kwa hiyo jitahidi kutuma maswali mapema iwezekanavyo. Saa 4 na dakika 35 hapo tutaanza kusoma maswali. Mama karibu. Ndio. Kwa hiyo eneo lingine ni kukubali kile ambacho anachokijenga. Yeah. Kukikubali, kukiamini, kuwa msaidizi katika hicho. Kwa mfano nitoe mfano wa Mungu anaongea na Ibrahimu. Toka kwenye nchi yako na uende kwenye nchi nitakao kuonesha. Yes. Ingekuwa rahisi sana Mungu angemwambia toka hapa nenda hapa. Lakini toka huko kwenye nchi yako na mazoea yako na vitu ulivyovizoea, comfort zone, na uelekee kwenye nchi nitakao kuambia. Sasa fikiria kama anaenda kumwambia Sara, Mungu ameongea na mimi hivi. Sara anamwambia kwamba Mungu ameongeaje? Unaenda nchi gani? Hajakwambia nchi unaoenda. Sasa mimi siondoki. Mimi hapa siondoki. Siwezi kuacha kitu ninachokifahamu kwenda kwenye kitu nisichokielewa. Yeah. Angeweza tu akasema mimi siondoki. Mtu mwingine Mungu anamwambia kwamba Mungu anasema tuende Mbeya kwa mfano. Ni watumishi. Mke anaweza kumwambia mimi nina kazi. Niache kazi yangu alafu niende Mbeya. Haitawezekana. Lazima kuambatana. Lazima kuheshimu na kukubali kile anachokijenga. Kwa sababu wewe ni msaidizi. Kama Mungu ameongea na wewe tunaenda Mbeya, useme mimi napenda Arusha, mimi sipendi Mbeya. Mimi siende, wewe nenda, nitakuja kukufuata huko baadaye. Yeah, kuna ndoa na zipo. Mume anaishi sehemu nyingine na mke amegoma kutoka Arusha. Mimi nina kazi yangu, mimi sibanduke Arusha. Yeah. Lakini je, kama ni kwa makubaliano? Ni swali tunauliza. Yaani kama wamekubaliana mume na mke kwamba kwa jinsi tunavyoenda. Okay, nitoe mfano halisi. Kunakuta kuna serikali miaka michache iliyopita ilihamia like operation zake zilihamia Dodoma. Unakuta labda Dar es Salaam huku familia ilishajijenga, wana mabiashara na nini. Kwa wanakubaliana na mke kuliko tuhame kabisa Dar es Salaam, yani tuhamie Dodoma ambako tunaenda kuanza upya. Wewe mke wangu baki, kimbizana na hivi, mimi nitakuwa ninakuja. Yani wao wawili wote wamefanya nini? Wamekubaliana. Yani nasema je, kama kesi ni hiyo inakuwa kesi ni hiyo sasa ni kwamba ukiona statistics za watu ambao mume anaishi huko, mke anaishi huko. Statistics zinaonesha kwamba hiyo ndoa inakuwa weekend. Zile takwimu. Zinaonesha kabisa kwamba ndoa inakuwa weekend. Kama wamekubaliana, lakini hao makubaliano je, ndio yanafaa mbele za Mungu? Ndio yanafaa mbele za Mungu. Wanaweza kukubaliana mwanzoni, lakini baadaye ule akafika kule akakutana na hewa nyingine. Huyu naye akabaki huko akakutana na hewa nyingine. Kwa hiyo kuna ile ndoa kuwa weekend na mume kuwa huko na kwa sababu ya distance relationship. Lakini hatusemi kwamba itatokea hivyo. Lakini ni kwa mfano mume anasema Mungu ameniambia hivi tunaondoka. Tunatoka Uru wa Kaldayo. Wewe unabaki Uru wa Kaldayo. Hapo kuna mume shida. Anaenda. Hiyo ni shida. Kwa mfano hiyo ya Mbeya unaweza sema wewe nenda kwanza, utaangalia hali ya hewa, utaandaa mazingira, nitakuja kukufuata. Lakini ukisema mimi siendi huko, inakweje? Haya,
huyu anaambiwa Noa anaambia kwamba anajenga safina, Mungu ameongea naye, mke wake hakuwepo. Safina, mvua itanyesha, sijue nini, safina unaijenga miaka 120. Sasa huyu mke anaweza akasema mimi kwanza hivi vitu siviamini. Kwanza hiyo mvua ni ipi? Mimi sijawahi kuona mvua. Akienda kujenga na kata miti nini, mwanamke yuko hayuko, haelekei hata. Hiyo ni vitu vikubwa vikubwa. Inaweza kuwa tu kumbe anamwambia kwamba mke wangu, hali ya kiroho imekuwa ngumu, hebu tufunge, tuingie kwenye maombi tufunge. Anasema mimi sifungi. Mume amefunga, huyu anajichana, ndio siku hiyo anakaanga kuku kabisa ya vitunguu. Yaani mimi nimeshawahi kuona mwanaume ni mchungaji kabisa, lakini mke wake haendagi maombi, morning glory haendagi. Wakati sisi tunafunga na huyo mchungaji kwenye kanisa, mke anakaa pale anakula zake, anaangalia movie. Wow. Sasa huyu ni msaidizi au ni wa kumlemea mzigo mzito au ni vipi? Hiyo ni madharau na kutokutii. Yeah. Saa zingine kweli wanakubaliana, lakini saa zingine mume anasema mke wangu tunaelekea hapa, anasema mimi siendi, sijasikia kutoka kwa Mungu. Kwa nataka mpaka na yeye asikie peke yake. Inawezekana tuombe, mume wangu tuombe tujue kwamba kweli hiki kitu kimetoka kwa Mungu. Lakini yeye tayari anaenda kwa wazazi. Amesema tuelekee Mbeya, mimi siendi Mbeya. Mimi na biashara yangu huku. Amekataa. Sasa hiyo ni madharau. Mungu atusaidie sana kabisa kutii na kuheshimu. Sio, yani kwa maneno mengine si kitu rahisi tunavyofikiria. Lakini kama ulisema I do for better for worse, ndio hivyo vitu vingine inabidi ukubali, kwa sababu umeshamkubali huyu ndio mume wako. Kuna wakati atachukua uamuzi ambao utakuwa ni mzito kwako, lakini itabidi utii kama unamheshimu kweli. Sawa. Mama, tuna pointi nyingine ama niingie kwenye maswali? Si nataka Pastor George, wewe unasemaje hapo? Mimi nafikiri kufuatana na haya ambayo bana, nikiangalia ile wiki iliyopita ile ilikuwa imekaa sana upande wa mwanamke na hekima alionayo katika kufanya vitu. Lakini sasa hapa tumeangalia leo kama ikitokea sasa umeenda kinyume, umeanza sasa kuwa mbishi, umeanza kuwa mtu wa kiburi na madharau, ni athari gani inaweza ikatokea kwenye ndoa? Na vitu ambavyo wamevizungumza hapa Apostle ni vitu wanasema practical, ni vitu vipo vinatokea. Kwa maana wakati anazungumza hapa nikakumbuka tulishawahi kukutana na ndoa moja, yule mama yuko disengaged. Yani yeye yuko na mambo yake, yani huwezi kujua kabisa kwamba hapa pana mmealikwa kama wageni, lakini anayeshughulika pale ni mume tu. Mke yupo. Ni mume tu ndio anashughulika. Wewe vitu anavyoviongea vipo vinatokea. Na nadhani ni somo zuri sana kwetu sote kuelewa. Na nikaja kutafakari kitu kingine Apostle, kwamba kumbe kuwa na maarifa ni kitu kimoja, kuyafanyia kazi yale maarifa ni kitu kingine. Sasa naweza nikawa na maarifa kibao ya neno la Mungu, najua maandiko nimeshika kichwani, lakini kumbe nisipo ya tii. Mfano mzuri umetupa leo huyu mama Mikali huyu. Huyu mama sio kama alikuwa ajui Daudi ni nani. Alikuwa anamjua, na anajua lazima alikuwa anamuona Daudi ni mtu wa kuabudu. Anajua mpaka alikuwa na babake anakorofishwa, Daudi ndio anaitwa pale apige kinubi. Alikuwa anajua vitu vyote. Lakini ghafla leo sijui kapata mdudu gani kichwani, anasema wewe vipi wewe mfalme mzima Daudi? Kumbe na wewe unamdharau Mungu wangu. Akapata ile shida hata ya kutopata mtoto na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa wamama ambao mmekuwa mkisikiliza, lakini na wababa pia, kwamba haya maarifa tunayoyapokea tuyafanyie kazi. Inawezekana kabisa katika vitu ambavyo tumevisikia leo, mifano iliyotolewa, tumekuwa sisi ni wahanga tunasema, victims, tumepitia haya mambo. Hebu njia pekee ni kujirudi, kugeuka kabisa na kuingia katika mstari sahihi. Kama nilikuwa mtu ambaye nadharau na kata tu mazungumzo pale, tuko katika majira ambapo tunajifunza kuhusu Roho Mtakatifu.
vingine si ajabu, kuna watu wamekuwa wakijaribu hapa kwa akili zao, kwa nguvu zao, wamesoma na kwenye YouTube, wametafuta wataalamu mbalimbali, imeshindikana. Yuko mtaalamu wa wataalamu, Roho Mtakatifu. Mrudie yeye, atatusaidia tuweze kuachana na hizi tabia ambazo tumekuwa nazo kwa muda mrefu, za maneno makali, kupaza sauti, kuonyesha sura hivi za kujikunja kunja na nini, na matokeo yake imetupa hasara sana. Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia tukimkimbilia. Yeye ni mwalimu, yeye ni kiongozi. Na nataka niseme hivi, wiki iliyopita tulijifunza kwamba mwanamke anatakiwa abebe tabia za Roho Mtakatifu. Sasa mara unapoanza kuona kwamba kuna tabia zinakuja za kinyume, ujue kwamba hapa nimetoka kwenye nafasi yangu. Immediately rudi kwenye hiyo nafasi. Kwa wale ambao walikuwa hawajui, sasa wanajua kwamba kumbe mimi natakiwa kubeba sifa za Roho Mtakatifu. Lakini kwa wale ambao walikuwa wanajua, yumkini wakapinda kidogo, kuna nafasi. Biblia inatuambia tukitubu tunarejea. Kwa mimi niseme tu kwamba nadhani ni wakati wa kurejea na kumwambia Mungu atusaidie. Mimi naamini kwamba ndoa Mungu anaiunganisha pamoja kwa sababu ya kwake. Kuna kazi yake anataka hao wawili waifanye. Kumbuka mama alitufundisha wiki iliyopita kwamba kabla hujaingia kwenye hiyo ndoa, hebu angalia wewe unaenda kuwa plus, kitu gani itakuwa plus kwenye vision ya yule ambaye unaenda kuungana naye. Kwa hiyo Mungu lazima ana kitu anataka kwa pamoja mkitimize kwenye ufalme wake. Lakini haya tuliyoyasikia leo yanazuia, yanaweka kikomo, yanakuwa kama roadblock kwa shauri la Mungu kutimia. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana tuyazingatie haya tunayoyasikia. Tusiwe tu excited, tumesikia leo mama, tuyaweke katika matendo. Amina. Msikilizaji wa 101.1 Zion Impact Radio, na tamani ningemruhusu mama aendelee kufundisha, lakini kwa kweli tuko nje kidogo ya muda, kwa maana ya kwamba tunatamani tusome message lakini pia zijibiwe, ili angalau inapofika pale saa 5 kasoro dakika hivi, basi angalau mtumishi wa Mungu apate nafasi ya kutuombea. Basi mniruhusu nisome message kwa nambari za simu 0672 510 110. Nianze na huyu anasema, my question to mama is, what if unaonyesha unyenyekevu constant, alafu mume wako ana take advantage ya kuona huwa anaelewa au anakuwa mnyenyekevu, so inakuwa kama fimbo, mimi natakiwa nifanyeje? Ndio. Kumbuka kwamba hapa ni mbele za Mungu. Na kila tunachotufanya tunakifanya kana kwamba tunafanya mbele za Mungu. Kwa hiyo wewe ukiwa mnyenyekevu na unampenda huyu mume na unamwombea, ninaamini pia Roho Mtakatifu atamgusa kusema kwamba hapa unakosea, hapa unafanya vibaya. Na ukimwombea tu utashangaa naye anaanza kubadilika. Si ndio kuwa msaidizi? Tuko msaidizi pia wa tabia. Kwa hiyo tunavyoona kwamba kuna kitu ambacho huyu baba anakitake for granted, ama anachukulia kisi mimi ni mnyenyekevu, lilete mbele za Mungu. Mungu ataongea naye, na Mungu akiongea anaongea kwa hali fulani ambayo inaleta mabadiliko. Yamkini ameokoka, lakini kama ulienda kwa mtu ambaye hana roho wa Mungu, hapo itakuwa ni shida kubwa. Kama ameokoka, roho atadili naye. Mimi naona hivyo. Pastor Sauni, unasemaje? Nilitaka tu nijibu hivyo kwamba kama huyo mtu namjua Mungu, yani ameokoka, ni mtu ambaye ameokoka kama wewe labda pia umeokoka. Nataka kuamini kwamba mtu atumie njia ya maombi. Yani kuomba kwamba Mungu aingilie kati, na nataka kuamini unavyozidi kunyenyekea kuna kitu kinatokea upande wa pili, yani na yeye analainika. Lakini kama mtu huyo hajaokoka, yani shetani anaweza kawa ndo anamtumia kufanya hivyo ili akuvuruge kwa kuwa wewe umeokoka. Kwa hiyo ni different case sasa. Kwa sababu lakini anaweza kwa hata anaitumia hiyo kama kukuvuruga ili katika ule wokovu ulionao na wewe ujikute unajivuruga. Lakini kama ameokoka, kama alivyosema mama, nataka kuamini kabisa the more unanyenyekea, the more Mungu anafanya kitu pande wa pili. Amina.
Swali la pili kuhusu kuhama na kumfuata mume. Vipi kama mimi kama mwanamke nina kipato zaidi na ndio 1% kubwa nasaidia familia, na mume anataka niache kazi na nimfuate, lakini katika uhalisia huko tunapotaka huko anakotaka nimfuate hana uwezo wa kutu accommodate kama familia, hajaokoka jamani huyu mwanaume tunayemzungumzia. Yeah. Mi naamini tu kama gisi Pastor Sayuni alisema ni makubaliano. Ni makubaliano. Hiyo imetokana na mfano niliosema kwamba Mungu ana mpango na Ibrahimu. Anamwambia toka kabisa katika Uru wa Kaldayo. Nenda katika nchi nitakao kuelekeza. Sasa Sara angesimama na kusema mi siendi. Ilikuwa ni katika hiyo perspective. Lakini kiuhalisia kabisa ni yale makubaliano ya maisha, sio kwamba Mungu amemwambia toka kabisa na usirudi Uru. Kama ngisi alivyosema hata hapa usioe, nenda uchukue, unaona? Lakini kama Mungu unasikia hiyo feeling kwamba labda tuende tujaribu na huko kimaisha sasa. Sio kwamba ni kusudi ama ni instruction ya Mungu 100%. Tuende tujaribu na huku. Na wewe ndio una kazi nzuri. Kwa kweli kwa makubaliano naona busara ni kwamba wewe ubaki kwanza, ubaki na hiyo kazi. Yeye aende ajaribu, akiona kuna neema fulani, utakuja kureconcile na kusema kwamba na wao mfuate. Lakini kama ni Mungu sasa, hapo ndio ilikuwa mada kwamba kama ni Mungu, inabidi uache. Kwa sababu wanasema kwamba Mungu akituongoza kwenda sehemu, yeye huwa ana provide. Ndio maana unasikia mama anasema kama ni Mungu lazima uache, kwa sababu Mungu haizi waambia muende east wakati hajui atakachowalisha. Mungu anaandaga mazingira. Nadhani pale kwenye majadiliano ni pana ufunguo mkubwa sana, kwa sababu huyo ana kazi nzuri mama. Baba ndio anahamia huko, lakini hana uwezo ambao unajua kwamba ata accommodate familia. Mkae chini muanze kujadili. Wekeni zile vipengele vyote, mviweke vyote wazi. Sasa unasemaje? Wewe ukienda huko afu tukaenda huko, kuna 1 2 3 itakwama hivi na kwa hiyo yani kuna yale majadiliano ya kukubaliana. Yale ni ya msingi sana katika ile kipengele cha kwanza. Lakini unapokuja kipengele cha pili kwamba Mungu sasa amezungumza, huwa Mungu anatengeneza hayo mazingira. Mfano mzuri upo hapa. Tunaye hapa Apostle atatueleza hata vizuri kwamba alipopata call ya kuhama huku, Mungu alitengeneza hizo njia zote mpaka hata kufika hapa. Ni kila njia Mungu alitengeneza. Ikawa neema hata kubwa kwa mume wake zaidi hata ya yeye aliyeambiwa the calling. Aliweka kila kitu in place. Kwa hiyo inapokuja issue ya Mungu, lazima Mungu anaandaa mazingira. Na hata hapo pia Mungu aliandaa mazingira yakawa bora zaidi. Lakini mimi niliresign. Mimi tayari niliresign, nilikuwa natumika UNDP. Niliresign ili nimfuate sasa mume huku tunakoelekea east. Lakini ningeweza kusema we nenda alafu na mimi nibaki na kazi. Lakini itafika mahali unajua kuresign, kuacha kazi unalipwa dola, alafu ufuate huku mume ndio sasa amepata kazi nzuri, we ukae hauna kazi, ni ngumu. Ndio unaanza. Lakini inabidi uache utimize lile kusudi la Mungu. Lakini Mungu gisi alivyoandaa mazingira akawa amempa kazi nzuri ambayo itatu accommodate wote. Kwa hiyo inakuwa hata rahisi kuresign. Kwa hiyo nafikiri hapo ni makubaliano tu na kulipa gharama pia. Makubaliano na kulipa gharama. Huku kuna shule za watoto, kama tuseme mke ndio analipa shule, mume anatakiwa aende sijue wapi, watoto huwezi kuwatosha ghafla kwenye shule. Kuna ile makubaliano. Lakini at the end of the day kama ni Mungu kuna kulipa gharama pia. Sawa. Haya, huyu anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Niseme amina. Dada Matilda Apostle jamani, anaonekana ana ndoa ya baraka sana. Kwa sababu anaongea vitu ambavyo nikiviweka kwenye mizania ya hivi viumbe tulivyonavyo sisi ni kama inakataa. Mama, unakuta mtu hafanyi kazi yake, atunzi watoto, hajali familia. Hivi huyo mtu jamani utaacha kumnyari? Ifike mahali kweli mama abadilishe kibao kidogo, awaseme waume zetu. Inakuja, usijali, inakuja. Tumeanza, ulinipa mada mwanamke msaidizi, wewe ulinipa topic.
Ulinipa topic. Kuna mtu anaona unachelewa. Chelewa. Unaona hao waambie vipande vyao. Ni mwanamke. Kwa hiyo hata mheshimu. Sorry. Uko tayari kwa huo utasa lakini. Amina. Huyu anasema hakuna kitu kibaya kwa mwanaume kama kupandishiwa sauti na mwanamke. Inamfanya mwanamume kuhisi kama anachukuliwa nafasi yake. Naomba kuuliza swali. Je, katika vipato vya wanandoa ni pesa ya mume tu kufanya mahitaji yote hata kama wote wana mishahara? Au je, ni sahihi kwa mke kufanya manunuzi, mfano kiwanja, kimya, anafanya sasa manunuzi, ananunua labda kiwanja kimya bila kumshirikisha mume, kisa pesa ni yake? Sasa kama wewe ni msaidizi, Ndio. si msaidizi pia kipesa? Yeah. Huwezi kuwa msaidizi nusu kihisia, kimaombi, lakini kimfuko unasema hapa hakuna Usiguse usaidizi. huku. Wewe ni msaidizi kwa kila eneo. Sasa Ila kuna wakati mume anakuwa hana mawazo ya maendeleo. Kwa mfano, yeye tu zile hela zikisha kusanywa zote za mume na za mke, yeye anaharibu, si ndio? Sasa pale kunakuwa na shida fulani, hekima. Sasa anavyokinunua kimya anaandika jina la nani? Si wote wawili? Naamini ni wote wawili. Atakuwa anaandika labda jina lake tusaidie huyo. kujibu. Huyo atakuwa anaandika Hakuna jina lake. muujiza wa Kama kuandikiwa jina la mwanaume. ananunua kisirisiri kwa faida ya familia, na itakuja kuandika majina yote mawili kwa sababu ameona labda mume anaharibu hela, it's okay. Hiyo ni hekima Hiyo ni hekima. Anakusanya Anaokoa kabisa, familia kwa anaokoa future. familia. Lakini at the end of the day majina ni ya wote wawili. Lakini kama ananunua kisirisiri, anatia jina lake, Kwamba huyu ngoja ni tayari Kuna nyumba shida. inaonekana watakuja kuachana. Ni shida tayari. Hiyo tayari Okay. ni shida. Ni ya. shida. Hii ndio ile ndio ile tunaambiwa kwamba imejengwa juu ya mchanga. Kwa hiyo upepo ukija, mwanguko lake ni kubwa sana sana. Na unajua kweli, kwa sababu upepo hujavuma hapo, utakapovuma ndio utaona hilo anguko Kwa lake. sababu nini kimsababisha afanye kwa siri kwanza? Sasa nadhani inawezekana kufuatana na yule aliyeongea nyuma hapo akasema na Yeah. waume zetu muwaseme hivi viumbe, ametumia neno viumbe, Yes. akimaanisha kwamba ni kama rafiki wa Kiingereza alikuwa anamaanisha species. Species. Kwamba unajua pia kuna wanaume wengine ni manunda. Alafu ni kama vile imeshindikana kukaa, kukubaliana, kujadiliana na kuweka vitu kwa pamoja. Kwa hiyo mwisho yule mwanamke anaona tabu ya nini? Japo aliyeuliza hili swali ni mwanaume, labda atusaidie. Kiwanja hicho kinaandikwa jina la nani? La familia au ni la mwanamke peke yake? Mwingine anasema, je, ni sawa kama mume kuto kumshirikisha mke kwenye baadhi ya makubaliano na Mungu kama Ibrahim alivyofanya wakati alipoambiwa amtoe Isaka sadaka? Ya, kuna ile kuwa unajua mke wako labda imani yake sio kubwa kiivo, ama unaona Sara kabisa kwenye ule uzee, alafu umwambie amesubiri, alafu umwambie Mtoto anakwenda huyu. mtoto anakwenda. Ilikuwa ni hekima, ilikuwa kama kumlinda, by the way. Ilikuwa kumlinda hisia zake, kumlinda emotions zake. Ilikuwa ni upendo, haikuwa kumficha kama kumficha kabisa. Ilikuwa kama kumlinda, na hiyo jambo ambayo ingeonekana ni ngumu sana kwake. Na isitoshe, Ibrahimu alienda akijua kabisa Mungu atamrudisha. Okay. Alijua kabisa kwamba Mungu atajipatia. Kwa sababu Mungu alishamwahidi kupitia Isaka mtakuwa na watoto kama mchanga wa bahari. Okay. Alikuwa ajue kwamba exactly itakuwa namna gani, lakini alikuwa anaamini kabisa kwa njia yoyote Mungu ataweza kumrudisha ama na kumfufua. Yeah. Mimi ndaba niongezee kwa sababu Ibrahim alimsikia Mungu. Ndio. Kwa hiyo alikuwa anaenda akijua kabisa nimemsikia Mungu. Ikimaanisha kwamba angeshare labda na mke wake, kulikuwa na possibility ya mke wake kulizuia lile shauri la Kwa Mungu. muda ambao amemsubiri He. mtoto ya. Yani possibility ilikuwepo. Kwa hiyo yeye aliona angoja kwanza nifuate hiki, ndio maana Mungu anasema now I know kwamba huyu jamaa kweli ananisikiliza vizuri, ananitii.
kama alivyosema mama, ilikuwa ni kama kumlinda yule mama, kumwonyesha kwamba I care. Hekima Naweza hiyo. nikakupa bomu moja hapa wewe, alafu hata hichi ambacho tunatakiwa tukifanya kikakwama. Kwa hiyo kwa sasa hivi hebu tuvute kwa, naamini baadaye yule mama alikuja kujua, umeona Yeah. na inawezekana labda walikaa. Sasa hivi ningekwambia kabla ungefanyaje, unaona Yaani mimi nilikuwa nacheka hapa wakati mama anaelezea, nilikuwa nacheka na mtafakari Sara, eti Ibrahim anaenda kumpa story, eti Mungu akasema nimtoe Isaka, angetolewa mbio. yani hapo kibao kingebadilika. Yaani angetolewa mbio mpaka ashangae. Kwa hiyo isingewezekana kumsikiliza tena Mungu hapo. Kwa hiyo kuna nayo ni cases na akina. cases. Yeah. Sawa sawa, itabidi tujibu kwa kifupi. Meseji naona ni nyingi, alafu dakika zetu zimesonga. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio, nabarikiwa sana na nyie toka mwanzo, tuko pamoja. Asante Aposto, mimi nimeshachukua pointi zangu na ninazifanyia kazi vizuri kabisa. Mungu awabariki sana Pastor George na Sayuni. Ujumbe kutoka kwa Mwakyusa hapa, anasema tuko pamoja. Shukrani sana Mwakyusa. Okay, huyu anasema sasa kama hakubembelezi inakuwaje? Alituma meseji hii pale ambapo mama alizungumza habari ya wanawake kuwanyima waume zao tendo la ndoa, kisa tu wamekorofishana. Akauliza kama hakubembelezi sasa itakuwaje? Lazima akubembeleze. Awabembeleze. Tulikumbuka tulisema ni hisia. Okay. Kama atafanya tu kwa kutimiza wajibu kama tulivyosema, haitakuwa na faida yoyote. Lazima mfike mahali ambapo hiyo kitu iwe ni furaha ya nyinyi wawili, muweze kuenjoy. Sasa kama utafanya kwa manunguniko ama kwa kutii tu, haitakuwa na niseme laza, haitakuwa na raha fulani. Kwa sababu Utakuwa unafanya kutimiza wajibu. yani ni kama tu unatimiza wajibu, na hiyo haina faida yoyote. Ni mazoezi. Lakini sasa ndo kama hajakubembeleza, lakini anataka tendo la ndoa na sio kwa kukubembeleza. Hiyo ndo swali Na tayari lake. mmeshakorofishana. Korofishana, yes. Yaani ndio pale sasa nini kitokea? Yaani mama amwambie kwamba tukae kwanza tuongee, ama aseme ngoja nitii alafu ndo tukae tuongee. Yaani how do we go about it? Yani kuna ile gisi mume na mke wanaongea, communication. Ndio. Hiyo kitu inatakiwa iwe na communication. Hata hivi Biblia inasema kwamba mwenzako akikukosea umsamehe. Yeah. Lakini kwa sasa yone hata katika kule kusamehe. Si unajua wewe sio robot. Yes. Huwezi tu kusema okay na kusamehe na hisia zote zinarudi hapo. Lazima kutakuwa zile process. Unaona mume anakuletea flowers, unaona anakufanyia kitu, yani zile hisia sasa ana repair, anatafuta kukuponya na zile hisia, ili usiseme tu nakusamehe kama robot. Lazima azirudishe na zile hisia zote ambazo zilikuwa zimepotea. Kuna neno alitumia mama hapa, sasa kuna gharama ya kulipa. Okay. Lazima ulipe gharama. Kwa hiyo naweza kusema hapo ujumbe ni kwa wanaume kwamba ukikuta mpo katika hiyo hali na mke wako, usitake tu tendo la ndoa wakati bado hamjakaa mkarudishana zile hisia. Okay. Labda ndio ujumbe tunaweza tu. Kwa mfano kama mtu mnakaa mezani alafu unamlazimisha kula, haiwezekani. Katika kula tayari mate lazima yawe yatasaidia digestion yawepo, ikuwe na ile taste fulani iwepo. Kuna vile vitu ambavyo vinatakiwa viwepo ili chakula kilike vizuri. Sawa sawa. Nyimbo haziimbiki hapo kabisa. Anasema Mungu tusaidie sisi, mihemko wala ukali usitufanye kumkata mume wala kumpokea vibaya malangoni pake. Kumbe kumuudhi mwenza waweza pata laana. Hatari. Ndoa ni taasisi ya Muumba ati. Huyo ni Angel kutoka Sakina. Anasema Apostle, itabidi niolewe na mtu nitakayempenda sana. Maana kumbe unaweza kukosa heshima bila kujua au kudhamiria. Ndoa ni kipengele kwa kweli. Kabisa. Naona message ndo kama kumekucha sasa. Nikwambia bibi, leo utapokea message nyingi. Huyu anasema yani mwanamke ananunua kiwanja kimya kimya kwa jina lake na kufanya ujenzi. Hii ni sawa? Sio sawa. Anavyofanya hivyo anamaanisha nini? Wanaachana hapo mbele au? Na yeye ndio crown ya mume wake, kwa hiyo anataka ivae yeye mwenyewe. Sio sawa. Hapo ameenda kinyume na utaratibu. Ameshaona dalili za kuachana hapo tayari.
vitu bwana. au kashachoka. Huyu anasema, je, mwanamke aliyeokoka akiishi na mwanaume ambaye hajaokoka, je, wanazini? Mwanamke akiokoka wakiwa wanaishi pamoja, hiyo inakuwaje? Kimaandiko sio kwamba wanazini. Biblia imesema kwamba aliyeokoka atamtakasa mwenzie. Na Korinto huyo anaongelea. Ndio. Sio dhambi. Unless mmoja hataki kuondoka mwenyewe, maybe I don't know. Biblia inasema ukitaka kuondoka pia uko huru. Hiyo ni kama wamefunga ndoa au hawajafunga ndoa. Kama nimeielewa message ni kwamba hawajafunga. Okay. Hiyo sasa ni uamuzi. Kama unampenda utamtakasa. Kama pia haeleweki uko huru pia, si ndio basi? Kibibilia. Kibibilia. Okay. Lakini ni vema wakafunga ndoa. Au Na watusaidie. huyo aliyesema miaka 30 kwa kweli Ile tukirudia hiyo ilikuwa hakujibu tena. hakujibu tena. Sasa umekaa na mama wa watu miaka 30, Hujapata baraka zinazotakiwa. unataka kumwacha, ameshaeneza miaka mingapi? Hapo atakuwa na 50 na kitu hapo. Kwa hiyo wazo la kuacha ni kwenye Kiserikali miaka hapo, 50. kiserikali hapo ni mume na mke. Kabisa. Ndio. Kiserikali Ni mume na kuna mke. miaka fulani ambao Ikishapita tu. Ikishapita miezi 6 unatambulika. continuous. Miezi 6 continuously. kwa hiyo kama ni uamuzi mke wa huyo, ni kumwacha mume. lazima umwache mapema. Kiserikali miaka 30, huyu ni mke wako. Kiserikali. Kwa hiyo wavumilie mpaka kufa. Wakiutafuta uso wa Bwana, Mungu anaweza akawatendea miujiza. Maana alikuwa anataka kumwacha kwa sababu hapati mtoto. Miaka Ndio message ilikuwa 30. yeah. Kwa sababu hapati mtoto. Mimi nasema shalom shalom hapo studio. Jamani, somo limeeleweka kwa kweli. Utii ni wajibu wa wenza wetu kwa vyovyote vile jamani. Mungu atusaidie. Elizabeth Wamale toka Duka 2 Meserani. Shukrani sana Elizabeth. Haya, huyu anasema shalom watumishi, kweli mimi najifunza mambo mengi sana. Asante kwa elimu yenu, saa hizi nitabadilika kabisa mimi jamani. Amen. Mama Johnson amesema yuko tayari kubadilika kabisa. Amen. Johnson. Yeah. Safi sana. Huyu anasema jamani, mimi mke wangu sehemu zake za siri ni ndogo. Nikiingia kwake anaumwa. Dawa hamna. Na mimi nina mwaka sijafanya tendo, naumia. Nikimwambia naumia anasema mbona mimi naishi? Huyo sasa anatakiwa atafute watumishi waongee inbox. Sawa sawa. Lakini pia kuna ile somo kubwa sana ya menopause ambao Nategemea pia nayo ni chapter kubwa sana kwa wanandoa. Kama ulikaa na mtu kwa miaka ambao alikuwa anaweza vizuri, imefika wakati sasa mwili umeanza kubadilika, inakuwa sasa kuna vitu vya kufundishana hapo. Japo Sasa huyu yeye ni ana tangu shida ya mwanzoni, kimaumbile. Kwa kesi yake huyu. hiyo ni inbox, atafute watumishi. Okay, sawa. Sawa. Haya, msikilizaji, naona wengi ndio mnatuma message sasa kwa kweli, na muda wangu mimi ni kama umeisha. Jackson Mwakiusa, tafadhali utaniruhusu niongeze dakika kadhaa. Huyu anasema shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe, habari za uzima, pole na majukumu. Naona salamu zimekuwa ndefu kweli. Tunaomba sapoti yako. Asante, hii sio ya hapa. Shukrani sana, tutaifikisha kwa wahusika. Huyu anasema shalom wapendwa, kwanza kabisa nampenda mtume jamani. Nilifurahi mara ya kwanza kumuona siku ya kongamano. Mama mmoja mnyenyekevu. Hata ongea yake Mungu amtunze tu. Wanawake tumejisahau. Hasa tukishawekwa ndani ndo tunaonaga yani mwendo ni kama tumemaliza. Case closed. Case closed. Punguzeni matusi. Kuna replacement theory. Anaitwa Mary. Asante sana Mary kwa maneno yako mazuri, bila shaka nimeyafikisha kwa uzuri. Anasema shalom wapendwa, kwanza kabisa nampenda mtume. Message imejirudia kwa mara nyingine. Mary, naona umeituma mara kadhaa. Shukrani sana.
Anasema shalom watu wa Mungu, mimi ni binti, nina jambo, naombeni mnisaidie, ninafanya kazi za ndani, namtunza bibi na familia ambaye yeye umri umeenda sana, ana majukumu zake ambao bado hawajaoa na wameshakuwa wakubwa sasa. Kwa hiyo bibi huyu anasema anataka mimi niwe mmoja wa familia yake, yani niolewe moja kati ya wajukuu zake, lakini mimi sitaki kuolewa huku. Mimi natokea mikoa ya kanda ya Ziwa. Huku nilikuja kufanya kazi, alafu baadaye nirudi kwetu. Na huyu ni mtu mzima jamani. Mimi siwezi kumkatalia moja kwa moja. Ndio maana natafuta namna nzuri ya kumwambia, lakini sijui nitamwambiaje, kwa hekima gani. Baadaye Pastor George itabidi tupe namba za simu watu kama hawasaidike. Au inbox tutawasaidia. Sawa kabisa. Sawa. Huyu anasema sasa wanaume anakasirika, nina wakati umeenda. Okay, message imeandikwa kama vile inanichanganya kidogo. Anasema sasa mwanaume anakasirika, nina wakati ameenda porini akachagua sungura, kumbe apendi chenga. Pastor, hapo umeelewa? Yaani mke wake amekuwa kama sungura ambaye anapiga chenga sana. Kama nimeona sungura na wakati apende mambo ya chenga. Leo tuko naongea hapa, mara mnyima tendo la ndoa, mara leo naumwa, mara leo hivi. Sasa yeye apendi chenga, kachagua sungura ili enjoy nyama ya sungura. Sungura mwenyewe anapiga sungura mjanja. chenga. Mimi nafikiri ndio nilivyoelewa hiyo. Unamsaidiaje Pastor? Naye kwa nini anachenga na unajua mume wenzake hataki kuchengwa. Nadhani hapo ni kuongea na huyo sungura huyo. Ndio. Akisikiliza pia haya mafundisho ambayo tumekuwa tukiyatoa toka wiki iliyopita, hasa haya ya mwanamke kama msaidizi, inaweza ikamsaidia sana badilike kutoka sungura awe kitu kingine kipya kabisa. Abebe zile tabia za Roho Mtakatifu. Hiyo itaacha kabisa. Sawa. Yeah. Okay, huyu anasema hatujafunga ndoa, anataka niende anakoabudu yeye ndio tufunge ndoa. Msichana mvulana. Aliuliza awali, je, mwanamke aliyeokoka akiishi na mwanaume ambaye hajaokoka, je, wanazini? Mwanamke aliyeokoka wakiwa wanaishi pamoja, ndo anasema hatujafunga ndoa. Anataka niende anakoabudu yeye ndio tufunge ndoa. Bila shaka mwanamke anatakiwa aende anakoabudu mwanaume ndio afunge ndoa. Labda na hiyo mwanamke kanisa ni ya kilokole, ni walokole. Itakuwa hapana, maana si amesema hajaokoka huyo baba. Inbox. Sasa watumishi wa Mungu, kuna na wengine wanapiga simu, lakini dakika zangu zimesonga kweli kweli, na sijajua huyu leo kapatwa na nini anayepiga simu. Simu moja tu labda. Kwenye laini yangu ya simu leo. Hello. Shalom, habari ya uzima? Shalom, Matilda Mbai. Marahaba, naongea na nani ukiwa wapi? Naongea na Evans akiwa Sakina. Haya, bila shaka una swali ama unahitaji ushauri au unanyongeza? Karibu. Yani Ndio. ukule kwenye hilo masuala wanaga na machangamoto. Wanawake wana machangamoto. Changamoto sana. Mpaka umepiga simu. Masuala gani ambayo changamoto imekuwa kubwa namna hiyo? Gani? Kwa sababu gani? Ndio. Hebu fikiria wewe ni mwanaume. Ndio. Umeamua kuwa na mwanamke. Ndio. Umemdhihirishia ukweli wako wa moyo wako wewe. Ndio. Umeamua kumpeleka mpaka kwa wazazi wako wewe, kumuonyesha ukweli wako mbona mhitaji kweli. Ndio. Lakini bado hajakuonyesha chochote, anakupeleka kwa mabinamu, mashangazi. Mashangazi si wa baba na mama, ni mashangazi marafiki. Afu mwisho wa siku wewe umeshajiaminisha kwamba wewe mwako umeshapata mwanamke sahihi ndio huyo hapo hivi. Na unatuma kijizito kichwani, unajifikiriaje? Je, sisi ni wabaya wanaume au wanawake wana akili? Nini kinasababisha kupiga hizo chenga mara kupeleka kwa mashangazi wa mjini? Wewe unafikiri nini sababu? Ni hivi. Mfano. Ndio. Yaani mimi nilikutana na binti, nimempenda kweli. Nimemweleza ukweli wangu wa moyo wangu na malengo naye. Ndio. Ndio. Anakwambia basi mamangu ni mgomvi. Ile nikupeleka mimi kwa shangazi yangu,
shangazi anaweza kuongea na baba yangu, au kama yuko na kwa mama mdogo wangu anaweza kuongea na mama yangu. Ndio. Sasa tunaamini Ehe. unakubali, unaenda Sawa. pale unapoenda ni shangazi, lakini sio ule wa ndani kwamba ni mdogo wake baba yake wala nani. Afu tayari kwenye moyo wako umeshampeleka mpaka kwa ndugu zako wewe waliokuzaa. Wewe unamaanisha kabisa uko tayari kumuoa? Hivi yani niko tayari kwa chochote juu yake kile, ninaweza kuwa tayari kufanya chochote juu yake. Okay. Mwanamke mimi simpenda, Ni kweli, ndio. na sheria yangu mimi ni kutenda mwanamke ni kutii upendo wangu mimi. Ehe. Ndio. Ehe. Kwa Nakupata. mimi nimpenda, Ndio. nitamgharamia Mm. kwa chochote. Mm. Yawe mahari, hata kama sina, nitalipa baadhi, nitaishi naye kama mke, nitamhudumia mimi kama mimi mwanaume nimependa kuoa mimi. Kwa hiyo swali lako ni kwamba huyu binti yeye anakupotezea muda, aeleweki, au hapo shida ni nini? Yaani Bado sijakupata. aeleweki, anachenga mara nimkute huku nimkute kule, nikumbuke uko wapi. Hivi unakuona mwanamke unamuuza eti huyu nani? Oh, usinifuate. Nikamwambia sasa ngome kitu. Ya kutafuta ili nipoteze muda. Ameokoka. Wewe umeokoka na huyo dada ameokoka? Mimi? Ndio. Udada anasali pale Kilombero, Sasa ngoja kwanza, kabla hujanitajia kanisa analoabudu, nijibu tu kama ameokoka na wewe umeokoka. Kanisa achana nalo kwa sasa. Yeye ameokoka. Na wewe umeokoka. Na mimi nimeokoka. Kwa hiyo hapa unahitaji ushauri, mtu kama huyo usaidiweje, au swali lako ni nini hasa? Au umetaka kuonyesha ndio? Au umetaka kuonyesha namna ambavyo wanawake ni wasumbufu? Yaani ni wasumbufu. Okay. Hakuna leo kanisani wala wa duniani. Okay. Sasa hapo nataka ushauri. Sawa. Asante sana, naomba uende nje ya redio alafu utatusikiliza sasa. Apostle anakupa ushauri na watumishi wa Mungu hapa. Sasa utanipigia kwa maana mimi sina namba zako. Sawa, tunachukua za kwako, mimi nitakupigia ndio. Lakini sikiliza kwenye redio sasa hivi, mtumishi wa Mungu anakushauri, lakini pia na namba tutachukua. Basi mashida. Shukrani sana. Asante. Haya. Ndio maana kuna ile muda wa dating. Kama huyo anamchenga, ina maana upendo wake haujakamilika. Kwa hiyo anatakiwa kuendelea kumwombea na kufanya mpaka moyo wake. Unajua upendo unapungua ama unakuwa. Sasa asiende kujiengeji na mtu ambao hajakuwa na uhakika naye. Ina maana labda hampendi, ama ina maana aendelee kumdate mpaka amfikishe mahali msichana mpende pia. Kama akimuoa wakiwa hivyo atapata shida. Kwa sababu mimi naamini kabisa msichana anayependa mvulana anakuwa na proud ya kumpeleka hata kwa wazazi, kumpeleka kwa watu wahusika. Yes. Kama bado anaenda hivi, ina maana hajakuwa na ile uhakika kamili. Au ana mtu mwingine anayempenda. Au labda na mtu mwingine. Ndio maana unaona ampeleki nyumbani, anampeleka kwa mashangazi ambao sio hata mashangazi halisi. Lakini huyo kaka anaonekana amempenda mpaka hasira nayo. Ndio, ukimsikiliza anaonekana kabisa moyo wake huko kwa huyo dada. Anaanza kuteseka. Lakini inaonekana yule dada bado kuna vitu hajaviweka vile ambavyo inapaswa kuwa. Umeona? Kwa hiyo kama mama anavyosema, aendelee kukaa katika kile kipindi cha uchumba kile. Ili kuweka vitu sawia. Asimlazimishe. Kwa sababu akilazimisha kuna mahali watafika ambapo hapatakuwa pazuri sana. Na yeye pia itamuumiza moyo wake sana. Unaona sasa ameconclude hapo kwa kusemaje? Wanawake wote wasumbufu. Yaani kawajumuisha wote ambapo sio hivyo. Kwa sababu ya kapata usumbufu kwa mmoja. Basi kama alikuwa na experience na kwa wengine, lakini kwa huyu mmoja yeye akaweka watu wote kwenye kapu moja ambapo sio hivyo. Na ukimwoa huyo ndio hata kutii kabisa. Haya, naomba watumishi wa Mungu meseji hiyo ya mwisho kabisa, kwa kweli zinaendelea kuingia lakini muda wetu umetusonga. Huyu anasema mwanamke anayeamua kukana ndoa na kukataa kuruhusu yeyote na kung'ang'ana na talaka bila sababu maalum
na kupewa kwa miili amechanganya kidogo huyu mambo, miili ya mahakamani. Je, mume anaruhusiwa kuoa tena? Labda niitengeneze mimi. Mke anataka talaka bila sababu, mume anauliza baada ya kuachana, anaruhusiwa kuoa tena? Walikuwa wameokoka. Sasa hajaeleza. Labda niendelee kusoma meseji zake za juu ndio nitajua kama ameokoka, maana kashatuma kadhaa. Alikuwa ameokoka. Hizi kesi ni za kuangalia specifically, huwezi kutoa tu jibu jumla. Ndio maana zingine ni za inbox ili uweze kuanalyze kabisa hiyo kesi vizuri. Usije ukatoa jibu ambao haifai. Haya, msikilizaji uliouliza swali pale mwishoni, tutatoa namba ya simu ya Pastor George, na ninaamini huko tutashauriwa zaidi kwa yale ambayo kwa kweli kwa hapa lazima mtumishi wa kuulize maswali mawili matatu ili ajue namna ya kukushauri. Mama, tunatamani utuombe kabla hatujamaliza kipindi hiki, kwa sababu kwa kweli kimekuwa cha baraka, na wanawake tunatamani kuwa wanawake wazuri. Yes, wasiokimbia majukumu. Ndio. Mungu wetu na Baba yetu, tuko mbele zako tena, tunakushukuru. Tunasema asante kwa mafundisho haya. Tunasema asante kwa msikilizaji. Tunasema asante kwa kila aliye ndani ya studio hii. Mungu wetu na Baba yetu, tunachohitaji Bwana ni kuona ndoa za watu zinaimarika na kuona ndoa za watu zinakuwa na furaha, ambao ni kusudi la Mungu kabisa, kwamba wawili ni bora kuliko umoja. Asante kwa kila mmoja ambaye amesikia, kwa kuwa ameweza kujitambua kwamba yeye ni mwanamke wa hekima na yeye ataendelea kujenga. Asante kwa yule ambao ameona kwamba hakika ndani ya tabia zake kuna vile vitu ambavyo vinavunja ile ndoa, na kwa kweli ataamua kubadilika na kuweza kuheshimu na kuendelea katika hali ya kujenga. Asante kwa mwanaume yule ambao amesikiliza kwamba yeye ni founder na kwamba yeye ni master. Naomba kwamba utawala wake ufanane na ule utawala wa Kristo, sio wa kugandamiza, lakini ni kwa kupenda na kwa kuonesha upendo kwa mke wake na ulinzi kamili, na hiyo ndoa iweze kuendelea katika baraka. Asante kwa wale ambao wanajitoa katika hali ya kuingia kwenye utasa usiokuwa na sababu, kwa kushindwa kutii ama kwa madharau. Asante Mtakatifu Mungu kwa maneno yako ya uzima, ambao ni uzima hata ndani ya maisha yetu. Asante kwa ushauri ambao umetolewa katika studio hii. Mungu wetu na Baba yetu, endelea kuimarisha ndoa za msikilizaji. Endelea Bwana, Roho wako kutufanya na sisi Bwana tuwe wasaidizi wema sawa sawa na Roho Mtakatifu. Mungu tunakushukuru, tunasema asante. Na katika hayo yote, wale ambao wako katika shida, Mungu wasaidie, uwawezeshe Jehova Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Wakae katika ndoa kwa kuifurahia na wala sio kwa manunguniko. Baba, na katika yote ujitwalie utukufu wote, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. 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 Mama, Mungu wa mbinguni akubariki sana sana sana. Karibu tena Jumamosi ijayo. Asante. Pastor George, Pastor Sayuni, Mungu awabariki. Amen. Amen. Pastor, tukumbushe namba ya simu tafadhali, kwa wale ambao tumewaahidi tutawapa namba ya simu ili wasaidike. 0754 29 2324. Sorry, Pastor, rudi. 0754 69 sorry, 0754 29 29 2963 24. Msikilizaji wa 101.1 Zion Impact Radio, kufika hapa niseme hatuna la ziada. Niombe radhi kwa anayepokea kijiti hiki, Jackson Mwakyusa, mtumishi wa Mungu. Bila shaka hizi dakika 17 umenipa kwa furaha kabisa, na wala usiniulize kwa nini nimechelewa. Nambari za simu nizirudie za mtumishi wa Mungu Pastor George: 0754 29 63 24.